Karibu ifi yangu. Asante. Za nyumbani? Salama. Hapa. Nzuri. Nikuulize kitu ifi. Hivyo kwa nini wewe na mumeo mnakuwa na roho mbaya kiasi hiko? Hivyo nyinyi hamjawahi kuwakosea watu na watu akawasamehe? Hamjawahi kumkosea Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akawasamehe? Mnamwacha mtoto anatangatanga huko mabarabarani anakuwa kama ombaomba. Huku sikupata aibu? Wifi, una haki 100% ya kuwa na jazba kiasi hicho. Lakini mimi kama mzazi siwezi kumchukia mwanangu. Na mwanao hakuondoka nyumbani kwa kufukuzwa, ameondoka mwenyewe. Shida sio mimi. Chanzo ni kaka yako. Kama unamudu kaka yako, sema naye. Nasikitika sana. Mnakula vizuri, mnalala vizuri. Siku zote mnaambiwa mkubwa jalala. Wewe unashindwa kumdhibiti mumeo, mkaenda kumtafuta mtoto mkamrudisha nyumbani. Sasa basi, juzi nimekutana naye kanywa soda ya watu dukani. Pesa ya kulipa hana. Nisingetokea. Na ile hali yake ingekuwaje? Wifi yangu unanichekesha sana. Yaani wewe ndio wakukaa na mumeo, kumwelekeza mambo yote kwenda kumfuata mtoto mrudishe nyumbani, wewe unamwogopa mumeo unasema eti ongea na kaka yako. Kweli? Nyumba inatengenezwa na mwanamke na sio mwanaume. Wewe ni mzazi, mtoto umemweka tumboni kwako miezi 9. Wewe ndio mwenye uchungu. Leo hii unaniambia mimi niongee na kaka yangu. Sikupenda wifi. Yaani sina maneno mengi. Naomba uongee na mumeo, mkamtafute mtoto mumrudishe nyumbani. Sina maneno mengi. Wayenga mbona buli utanguli. Kinoge Na za moyoni. Mmefikia wapi wewe na mama mdogo kuhusu tiba ya kakauna? Kuhusu tiba ya kakauna, nimeshaenda kwa mama mdogo. Nimeshamwelezea kila kitu. Ameniambia atanirudishia mrejesho. Lakini mpaka sasa sijapata taarifa yoyote. Kwa hiyo nikawa sina majibu yote ya kuweza kuchukua uamuzi wa kumpeleka kanisani. Na ndio maana umeona nimekaa. Sawa, mimi nina makosa na nimeyakubali makosa yangu. Lakini mpaka leo sielewi kinachoendelea. Nyinyi mmenizuia mimi nisiende kwa wataalamu, mumchukue kaka mumpeleke kanisani, sijui kwa wachungaji. Sasa nimekuja kukupa taarifa. Mfikishie ujumbe huyo mamako mdogo. Hivyo ninavyoniona nina wataalamu wa dunia nzima. Wananifahamu tena mimi mshirikina na wataalamu hatari. Mfikishie ujumbe. Na maamuzi namchukua kaka yangu nampeleka kwa wataalamu kwa sababu toka kipindi kile hadi saa hizi angekuwa shapona. Mnazidi kunicheleweshea tu muda. Mfikishie ujumbe huyo mwenzio. Sawa. Mimi ujumbe nitamfikishia ila mimi niwaachie nyinyi muendelee na hilo kurudi mlendo. Maana kwenye wengi najua kuna mengi. Sina cha kuzungumza zaidi hapo. Mimi naona mmeshindwa. Sasa kama mmeshindwa, niachieni kazi nitambe nayo. Na nitatamba nayo na hakikisha kakangu anapona. Nao waganga na watamponyesha. Na akipona au nikimchukua nikimpeleka kwa mtaalamu, nisisikie mtu sijui kaenda ushirikina sijui nini. Ole wenu. Mfikishie huyo mama mdogo wako. Salamu kwema. Mzuri niambie. Naona leo tumekutana sasa. Mungu ni mwema. Lakini afadhali shangazi nikuona. Una nini?
maana kunakoelekea familia inaenda kuzaliwa. Shangazi, tutapata faida. Unamaanisha nini? Unamaanisha Mbona anakuwa ni mtu wa kutangatana kama kindege kisichokuwa na kiota kweli? Anazurura na ile tumbo lake mtaani, anapa kwenda hajui aelekee wapi. Mbaya zaidi sasa, hata kula kwake ni shida. Shangazi, hili msipoliangalia kwa makini, familia hii itapata elimu sana. Kaa na kaka yako mweleze. Alipofikia, aache ukali na awe baba. Hapo. Hivi unavyoniona, nimetoka kuongelezea ugomvi dukani. Mwoni nikanywa soda ya watu, hela ya kulipa hana. Bahati nzuri mimi nimetokea, ndio nimeenda kumaliza ule ugomvi. Ila inabidi nikae na kaka, niongee naye kwa kina kabisa. Yule ameshakuwa mwanae, atamkataa mpaka lini? Ndio, na siku zote mtoto akimea mko, huwezi kupata. Wewe mwambie kaka, kama mtoto kanyia kiganja chake, akisafishe. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Nitamfikishia. Shukuru shangazi, ninakuaminia. Najua wewe na kaka yako huaga mnaelewana. Maana mimi na mjomba kama unavyojua. Na kitambili. Yes, na kitambili no. Bwana, mjomba wako anakuelewana na mtu. Yeye uamuzi wake anachoamua ndio iko anakifanya. Ila kinachotakiwa tumzoee. Kama wewe unaweza kumzoea mjomba wako, utamzoea nani? Haya shangazi, nashukuru. Najua tu hizo taarifa zitafika. Haya. Dada, nashukuru sana kwa kuitikia wito. Mimi na mazungumzo na wewe. Alafu pia na swali nataka kuuliza. Dada, hivi ni kweli wewe ni mchawi? Mimi naanzaje sasa kuwa mchawi? Yaani mimi na uchawi wapi na wapi? Na nani anakuambia mimi ni mchawi? Mjomba. Mjomba ananiambia wewe ni mchawi. Kama ni mjomba ni kweli. Ndio, mimi ni mchawi. Sawa. Ulishawahi kupata faida yoyote kwenye uchawi? Yaani faida sio kwangu tu wewe. Hata wewe pia unanufaika na hii faida ambayo unaipata mimi. Lakini pia kitu ambacho haukijui mdogo wangu. Mimi na wewe ni kweli kabisa. Tumezaliwa tumbo moja. Lakini tumelelewa na wazazi tofauti. Mshukuru sana Mungu kwa huyo mzazi aliyokulea wewe. Maana alikufundisha namna ya kumtumikia huyo Mungu wako. Alikulea katika maadili ya dini. Tofauti na mzazi aliyonilea mimi ambaye ni bibi. Kitu pekee ambacho alinifundisha bibi yangu ni uchawi. Urisi pekee ambao aliniachia bibi yangu ni mkoba. Na faida hii ninayoipata kwenye huu uchawi si kana kama unanifanisha mimi peke yangu tu. Alinihusia sana kuwalinda nyinyi. Kwa hiyo usiseme tu kwamba eti huko hapa unasali, si unaenda kanisani ndo kitu ambacho kinachokulinda. Hapana. Ni huu uchawi ninaomiliki mimi. Huu mkoba nilionao wa kichawi ambao alinilisisha bibi yangu. Na aliniambia niwalinde sana nyinyi. Na ndio maana unaona mpaka sasa hakuna mtu yoyote aliyeumwa. Hakuna aliyeumwa ugonjwa wa ajabu ajabu kwa sababu ya huu mkoba. Sijui kama unanielewa. Dada, huyo bibi yako alikudanganya. Kama mimi siwezi kuindwa na uchawi. Mimi nilindwa na Mungu. Mungu ndiye anajua kula kwangu, kuishi kwangu ni Mungu. Tazama hivi vidole hivi. Unaviona? Hivi havilingani. Kuna hiki hapa ni kidogo. Kuna kikubwa yake. Hapa katikati kuna kirefu zaidi. Ukitoka hapa unashuka.
Hapa kuna kidole ambacho ni kinene, kifupi kuliko vyote, lakini ndio kikubwa. Emfikiria sasa, wewe uchawi wako siku ukapaa ukaenda kumloga mtu ambaye yuko zaidi yako wewe. Pengine wewe ndo huyu hapa, ukaenda kumloga huyu wa juu yako. Emfikiria, utaishi wapi? Utakuwa mgeni wa nani? Au utakuwa na hali gani? Happiness. Utaishia wapi? Happiness inatakiwa utambue, si kwamba mimi nilipenda kuwa mchawi, si kwamba mimi napenda sana kumiliki huu mkoba nao miliki. Hii ni hatima yangu. Biblia inasema, ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Mathayo ile sura ya 11 mstari wa 28 inasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, anasema Bwana. Tunasema ni mzigo kwako huo uchawi. Yesu anasema leta kwangu. Mletee Mungu akupumzishe. Hayo mateso ulionayo ya mikoba, hiyo mikoba yako ilete kwa Mungu akupumzishe. Hayo matatizo yako ulionayo wewe, uliobebeshwa na bibi yako, mletee Mungu ayabebe. Nikushauri kitu dadangu. Kaita ule mkoba wa bibi, ulete tuchome mbele ya madhabahu ya Mungu. Tuchome moto. Hivi kumbe wewe ni mpumbavu wewe. Wewe unadhani uchawi ni kama maandazi eti? Alafu ni kitu ambacho hukijui. Kwa hapa Dar es Salaam hakuna mchawi yoyote anayeweza kunifanya chochote mimi. Siku nyingine usije ukaniita kwa ajili ya upumbavu wako huo. Umenielewa wewe? Mimi nikajua mdo unanitia jambo la maana. Unaniita labda nikushauri chochote, umepata mchumba au kitu gani? Kumbe unanitia upumbavu kama huo. Wewe ni mjinga. Na kuuliza wewe ni mpumbavu wewe. Koma kuniita kwa ajili ya hiyo jambo. Na hakuna chochote ambacho utaweza kunishauri. Utabakia kuwa ni mdogo wangu tu. Na mimi nikiwa dada yako. Nimeanza kuliona jua, hivyo nayajua mengi kuliko wewe. Mungu. Kwa nini unafikiri mimi mwenyewe ninapofanya kwenda kuchawi huko siombi Mungu? Sina muomba huyo Mungu. Wewe na mimi wote tunamuomba huyo Mungu. Mimi namuomba Mungu anisaidie kwenye uchawi wangu nisikamatwe. Alafu ananiambia eti ulete mkoba. Mbavu nini wewe? Wewe unafikiri mkoba ambao na watoto wanaenda nao shule? Wewe ni mjinga kumbe. Nakupaswa nikurudishe kijijini sasa. Ili at least wazee waliobaki wakakueleweshe nini maana ya uchawi. Mungu, wewe ni baba yetu, wewe ndio kimbilio letu. Nakuomba Mungu mbadilishe dada yangu. Najua hakuna jambo linaloshika kwako, hakuna Mungu. Mimi najua yote kwako yanawezekana. Ninakuomba Mungu mbadilishe dada yangu. Najua yote kwako yanawezekana Baba. Ninakuamini Mungu, ninakuamini unaweza. Najua ukuwahi kumpenda hata kidogo mwanangu Kinonge. Sijui hata alikukosea nini. Au kosa langu mimi kutoa mahali mwanangu akuoe wewe na kumkataa yule mchumba wake. Umemfanyia mengi sana mwanangu Sema. Umemharibia maisha yake Kinonge. Lakini mimi mama yake niliki kutoka kijijini nikaja huko mjini ili kupambania ndoto za mwanangu, kupambania afya yake. Mtoto wangu amerudi kwenye usawa. Lakini bado ukuridhika. Isitoshe umeamua kumchukulia watu wa mteke. Amekukosea nini Sele? Amekukosea nini? Naomba unijibu bwana, kukakukosea nini wewe mwanamke? Naumia kwa kweli, naumia nikikuona Kinonge. Mama, mimi sikuwahi kumchukia Sele kama unavyosani. Ni
kweli yako mengi ambayo mimi nilimfanyia Sele, mengine yakamuumiza, lakini sio kufikia hatua hiyo ya kumteka mimi. Binafsi nilivyosikia hiyo taarifa ya kutekwa kwa Sele, sikulala usingizi, niliumia. Yote kwa yote bado nampenda sana Sele. Kelele, mnafiki mkubwa wewe. Unataka kumpenda Sele wewe? Umemtia nusu uchizi. Umemfanya teja akawa eleweki mwanangu. Afu unasema unampenda. Unampenda kitu gani, mnafiki mkubwa wewe? Nisikilize. Naomba nitafutie mwanangu. Awe amekufa au awe hai. Niletee mwanangu, nitamzika mwenyewe, lakini sasa maneno yako leo niambia Kinoge wewe mwanamke mchezi wewe, nakutukia. Sikumteka Sele mimi. Unavyoniona hapa, uko kwenye uchunguzi wa nani kamteka Sele, kwa nini ametekwa na wapi yupo. Sikuelewi Kinoge, sikuelewi kama yote yangu, sikuelewi mimi. Nitokee hapa, sikuelewi. Unaniambia nini mbele ya mtoto wangu wewe? Wahenga mbona muli utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea. Wahenga muda muli utangulia, muliposema sura siyo tabia. Unaweza kuishi kwenye dunia na usijue kinachoendelea.